maombi. Tukimaliza watu wakimaliza kuomba tufungie katika kuomba. Haleluya. Tunakushukuru Bwana asubuhi ya leo, tukisema wewe watosha, wewe waweza, wewe waponya. Tunainua mikono yetu tukisema wewe Bwana, wewe ni Bwana wa mabwana, Mungu wa majeshi. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunanyenyekea miguuni mwako Bwana tukisema wewe watosha. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako ambao umetupa asubuhi ya leo Bwana. Umetuwezesha Bwana kukua mahali hapa. Tunasema ni asante katika jina lako Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Asante Bwana. Oh, asante Yesu kwa wema wako. Tunanyenyekea miguuni mwako Bwana, tukisema wewe watosha Bwana. Tunakuhitaji asubuhi ya leo Bwana. Tunakuhitaji asubuhi ya leo Bwana. Tunahitaji uwepo wako Bwana. Tunahitaji baraka zako Bwana. Tunahitaji uponyaji wako katika maisha yetu Bwana. Tunanyenyekea miguuni mwako Bwana, tukisema wewe watosha, tukisema wewe waweza, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Mungu wetu katika jina la Yesu. We worship your holy name Jesus. We worship
worship your holy name, Abba Father. We acknowledge your presence, oh God. We acknowledge your presence, oh God. We acknowledge your presence, oh God. Reveal yourself in our lives today, Jehovah. In the mighty name of Jesus, we surrender to you, oh God. In the mighty name of Jesus, we are calling upon your Holy Spirit. Reign, Abba Father, Lord. Reign, Jehovah, this morning. In the name of Jesus, we surrender to you, oh God. In the name of Jesus, we are calling upon you, Jehovah. We call you Adonai. We call you Jehovah Nissi. We call you Jehovah Rapha, because you are the beginning and the end, oh God. We worship your name, Jehovah God. Tukisema Yesu, jina lako ni kuu. Yesu, wewe unatosha. Asante Bwana. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuabudiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Sema Yesu, 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 jina lako ni la kuaminiwa. Muite Yesu, Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Muite Yesu, 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 jina lako ni la kuaminiwa. Muite Yesu, Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Muite Yesu, Yesu, oh, jina lako ni la kuaminiwa. Muite Yesu, 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 jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, 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 jina lako ni la kuaminiwa. Kwa jina lako Bwana tumeona ushindi katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu kwa kuwa mwaminifu. Tunakuita siku hii ya leo Bwana, ukashuke ukatuongoze katika kila jambo tutakalolitenda hapa. Wacha kila jambo tutakalolifanya Bwana likawe la kukuabudu na kuinua. Kwa kuwa mtakatifu Mfalme. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tukuwe na wakati wa sifa, tusirudi, tuweze kumshukuru Mungu kwa kumsifu kwa nyimbo. Kwa hivyo tuongozwe. Haleluya. Amen. Uko tayari kumsifu Bwana? Kabisa. Uko tayari kumsifu Bwana? Wacha nione kwa mikono yako miwili. Tumshangilie Yesu na tumpigie makofi. Haleluya. Haleluya. Amen. Mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu. Anaweza yote. Yesu mwambie, atakushindia yote mwambie. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu mwambie. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia Yesu mwambie.
mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie, Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie ataweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie, mtajie Yesu, mtajie, mtajie Yesu, mtajie anaweza yote Yesu, mtajie atakushindia Yesu, mtajie, mtajie Yesu, mwachie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwachie Yesu, mwachie anaweza yote Yesu, mwachie atakushindia Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwachie Yesu, mwachie, mwachie Yesu, mwachie anaweza yote Yesu, mwambie atakushindia Yesu, mwambie. Yesu kwa Yesu. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa
Bwana makofi mazuri ya juu. Yesu ni mwema, anaweza, anastahili. Wakati tuketi, sijui kama kwaya imeharibika juu nilikuwa nataka niwaite ndo muweze kupumua kwanza. Niwacha basi niite wale wako na kifungu cha 10 waweze kufika mahali hapa ndipo sasa tuweze kuomba. Naja mbele zako Mungu. Kifungu cha 10 Sylvester. Kifungu cha 10 unakuja hapa. Mazako niakili yale uyatendayo, hakika wewe ni mwema. naja mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo, hakika wewe ni mwema. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa yale unayotutendea kila wakati. Na ni asante Baba kwa sababu baraka zako hazina kikomo, hazina mwisho. Na umebariki hawa ambao wamekaribia katika madhabahu mwako. Na wamejitolea Baba kuja kukutolea kifungu cha 10. Mungu wa amani, twawainua kwako kwa sababu wewe ndiye Mungu ambaye anatupenda, ambaye maisha yetu ndiye anayaongoza. Twaomba uendelee kuwabariki kwa baraka nyingi, uwapanulie milango, mipaka na baraka zao kwa wazimiminie, na pia uwafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Twaomba nguvu zako zikaendelee kuonekana katika maisha yako na utukufu wako ukawe juu yao. Uwafiche wasionwe na maadui na upiganie vita zote za mwovu shetani. Na tumeomba haya kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Kama uko hapa na birthday yako ilikuwa ya mwezi wa April ama mwezi wa Mei, kuja hapa. Ule ambaye alikuwa April, birthday yake ni April, birthday yako ni Mei, siku ya leo ni siku ya kushukuru Mungu kwa sababu yako. Tuwaibie happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. May you live many more. May you live many more. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Tuwapigie makofi kwa sababu Mungu amewabariki. Na wapige makofi, shukuru Mungu kwa sababu yao. Tupige magoti hapa. Baba Mwenyezi Mungu, twakushukuru kwa sababu wewe hutufikishia kibali chako. Kwa sababu wewe ndio unaongezea mtu miaka, unamuongezea masaa, unamuongezea wiki, miezi. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa sababu ya hawa ambao wamefikisha wakati wao ambao walizaliwa. Wengine walizaliwa mwezi wa 4, wengine wamezaliwa mwezi wa 5. Na Mungu, kumbukumbu hili ni la kutukumbusha ya kwamba wewe ni Mungu mkuu, wewe ndiye muumbaji, uliwaumba na umewadumisha. Na hata sasa wakati huu, mwaka mwingine ambao wanaukalia, wameuanza, tunaomba uwe mwaka wa kufana, mwaka wa baraka,
mwaka wa kushindaniwa, mwaka wa victory. Tunaomba ya kwamba utaondolea huzuni katika njia zao, na tunaomba matakwa yao Mungu wa amani utaweza kuwatimizia, na tunaomba ya kwamba utaweza kuwa wa kuwaongoza katika kila njia, na pia uwapatie miaka mingi, waishi miaka mingi, ndiposa waishi wakikushukuru na wakikuabudu. Na tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa hapa kuna keki. Mchungaji wenu ni ule wa kutaka watu wake wafurahie. Hebu soma kijana. Nizaliwa mwezi gani? May 5. Haya, soma vile keki imeandikwa. April and June babies. Good. Azia hapa mjuu. Happy birthday. Amesoma, umesikia venye amesoma? Amesoma aje? Happy birthday April. Amesema April and June. Nimwambia andike April and May. Sasa huyo amekosea. June bado hatujafika. Yeah, so just imagine hapa pameandikwa May. Tutaenda nayo pale nje na tutatoka na ile meza tuende tukatie hapo, na tupangiwe kuwe na kisu pale na kuwe na baka ile kitu inaitwa sahani na uma. Si Mukuri utatupangia hiyo? Asante sana. Kwaya kujeni sasa muimbe wimbo. Mkiimba wimbo, kwaya wakiimba wimbo, tujitayarishe kwa sababu mnajua Jadhaine Cell Group siku yao ni tarehe 9. Sasa tungetaka tuwapatie hii Sunday na hiyo Sunday ingine waende katika groups zao, na wale wengine wanaweza pia kutana wapange mambo yao ya November ambao tutakuwa na All Zones Day ya kusukuma kile kitu ambao watu walitoa. Kwa hivyo tutapeana dakika 10 ambazo watu wataenda kwa zone zao. Karibuni kwaya.
makofi, wanaiba kama malaika. Tunashukuru sana kwa huo uimbaji mzuri. Najua Langat anatamani Kiingereza kuwe na kwaya. So we really thank God for you choir. God bless you so much. Kwa hivyo wakati huu tuchukue only 10 minutes and I think I'm going to reduce them to 7. So tuende katika zone zetu pahali watu nakutana. Jadhaine mjipange, tarehe 9 ndo mko na zone day yenu. Kwa hivyo tukikakamue. Sijui Julai ni gani? Julai nafikiria ni Getuamba, kwa hivyo you shall be the next in July. Kwa hivyo bado tunaendelea na tunaona mjengo ni Getuamba. Tuende dakika chache sana. Ule ajui zoni yake aniulize.
Ameniambia ni mgeni. Sema hivyo unataka kusema? Nilikuwa nataka kusema mi ni mgeni hapa na majina ni Patril Isa. Mi wasiendi kanisa. Mi wanashinda kazi. So time niko off na nasema tu niingie kazi. Sasa leo nimesema acha niingie kanisa. Okay. Na nitakuwa nakuja kila siku. Asante sana Patril. Asante. Vizuri sana umekuja katika kanisa. Mungu akujalie uwe unaweza kupatikana. Najua kazi huwa zinatufunga, lakini Mungu akujalie ndio akufungua hata siku ya Sunday ndio unaenda unashiriki. Na ni karibu sana, ujisikie uko mahali ambapo ni nyumba ya Mungu. Asante. Kuna mgeni mwingine? Tuko na mgeni mwingine? Okay, hatuna wageni wengine. Asante sana. Kwa wakati huu ningetaka Mukuri atajitayarisha kukuja kutoa matangazo, lakini kuna vitu zangu ambazo niliwapatia la Sunday na nataka mlipe. Nataka mlipe. So toeni do. Na hiyo karatasi nimekuja nayo nimeweka wapi? Nilikupatia Mukuri hiyo karatasi. Okay. Ningetaka niwakumbushe kwamba hii mwaka yote ni wa kusherehekea 40 years of our diocese. Na hiyo 40 years of our diocese celebration activities, Bishop ametuambia ziendelee, na si tulifanya anniversary 40 years on Sunday ile tulifanya, na kutakuwa na mambo mengine mengi sana. Kuna hizo t-shirts ambazo tulinunua ibada hii peke yake. Chukua hiyo karatasi Mukuri. Hiyo nataka yule analipa, na ungekuwa sasa unaenda huku ule ana pesa yake anakupatia, na uchukue na kalamu anakupatia na unamtiki ya kwamba ameshalipa. Sasa hizo celebrations mkiona hii bana tutaweza kuiweka pahali ndio tuwe tunaangalia zile mambo tunaendelea nazo katika diocese. Tutakuwa na medical camps, na hapa tutatengeneza medical camp. Tutakuwa na consecration of the cathedral on the 17th of August. Itakuwa ya kusherekea 40 years. Tutakuwa na kitu iko hapa inaitwa Kimori writing. Na hii itakuwa the climax ya vile diocese yetu ilitoka Murang'a, na office ikatoka Murang'a na hii diocese ikaanzwa. Na hii Kimori itakuwa taa ambayo umetengenezwa kubwa sana, na itatolewa huko Murang'a. Watu watakuwa na delegation inakuja ilete hii taa mpaka huku hii diocese. Alafu hii taa ikiletwa huku itaingia katika sijui ni church gani itafika, ndio izunguke katika dinari zote za hii diocese, alafu imalizie kuingia katika cathedral. Siku ya hii Kimori kuzungushwa, siku yetu nitawaelezea ni siku gani dinari yetu ya Kiveshiko. Wakati tutaenda tupokee hii taa, tukiipokea ikae Kiveshiko ilale huko, alafu kesho yake tukuje tuipeane ndonyo. Itakuwa kitu ambao mnatembea, tutakutana Kiveshiko, tukae hapo tungojee hii taa iletwe, alafu nasi tutembee miguu tukiimba tukisherehekea, tukienda mpaka ndonyo, tupeleke ndonyo dinari. Alafu nayo ilale wangojee ilale huko, alafu na wao kuna kesho yake tena waitoe waipeleke dinari ile ingine. Itakuwa ni kitu inazunguka katika dinari zetu zote za diocese, ziko 40 of them. Kwa hivyo itakuwa celebration kubwa. Pia kutakuwa na mission and evangelism mwezi wa 8 ambayo pia itakuwa ya kusherehekea 40 years. Pia kutakuwa na Archbishop's visit ambayo itakuwa 15th to 20th of October in our diocese, na pia kutakuwa na kitu ingine inaitwa Grand Marathon. Grand Marathon ni kukimbia. Watu watakimbia. Watu wataenda marathon. Na imegawanya, nitawaelezea pia vile hiyo kukimbia takuwa. Wale vijana kuna siku wametengewa siku kilomita zenye wataenda, na imegawanywa kulingana na miaka. Kwa hivyo yule atashinda marathon, siku hiyo ya marathon atapewa gari, atatoka na gari. Kwa
Kwa hivyo ni kitu ambayo sio rahisi. Atapewa gari ya pesa mingi. Kwa hivyo these celebrations Bishop is taking them very serious, na ninajua ya kwamba tutaendelea kusherekea the whole of this year. We shall keep on celebrating. Mumelipa t-shirt zangu na kofia na capes? Mumeshalipa? Mukuria wamelipa wote, because this money need to go to the diocese. So this mjua kwamba nyinyi nyote mlimalizia wale wengine t-shirt na kofia na mkawamalizia capes. Kwa hivyo leo hakuna deni unaenda nayo. Mukulia unyonge hao watu wote pale nje watoe pesa, because hiyo pesa lazima iende diocese. Hallelujah. Najua wengine wamelipa, kuna wenye nimeona walituma katika paybill. Kwa hivyo unaonyesha message yako alafu unatikiwa. Thank you so much. So this time nikaribisha Mukuria afanye matangazo mbio mbio, ndio alafu tuweze kulisikia neno. Paybill, ukiweka kwa paybill andika account number, uandike t-shirt ama uandike cap. Cap ni kale kako na mshipi nyuma. Alafu account number ya kofia yenyewe sijui utaiandika aje, andika tu kofia. Account number uandike kofia. Lakini kale kako na mshipi nyuma uandike cap. Ndio tunatofautisha ni nini umelipa. Kama ni t-shirt uandike unajua ziko na bei tofauti. T-shirt ilikuwa 450, kofia ilikuwa 350 na cap ilikuwa 300. Hiyo pesa yote imehesabiwa na tutaweza kuipeleka yote katika diocese. Kabla uanze matangazo Sylvester, ningetaka kusema kwa sababu ya ile misiba tuko nayo leo. Leo tuko na msiba kwa familia ya Kabaka uko Gituamba, na tuko na msiba ingine hapa. Hii gate iko opposite. Wale wote wamefariki wakiwa, yule amefariki akiwa UK, yule amefariki akiwa United States, na tunaendelea kungoja wafike. Huyu Kariuki mwili wake unafika huku Jumanne na mazishi itakuwa Friday. Na mama ya Kariuki ako na kule na ataweza kufika Tuesday. Kwa hivyo Wednesday and Thursday atakuwa pale. Kwa hivyo tungetaka wakati wetu tuende kwa wingi, ndiposa tuende kuomboleza na yeye. Lakini leo kwa sababu siku ya Sunday tunisema ni siku ya mchungaji na wainjilisti, maombolezo ya hapa itaanza 2:30 imalizike 4. Kutoka hapo 4 tunaanza ile maombolezo ya kule Gituamba ianze 4. Tuseme kwa sababu mimi sio Mungu ati nitafika immediately 15 minutes kutoka hapa mpaka huko. Kwa hivyo tutaanza 4:15 tumalizie 6. Kwa hivyo si sote tutaanza maomboleze, kwa hii boma iko hapa at 2:30. And then kule tutaenda 4:15. Wale ni wagitua ni wa Gadhangari na Rorie, make sure tumefika katika hii familia. Hata kama uwezi kuruka hapa na pale, make sure umekuja Pandei. Yule ambaye ni Wagetuamba na Jadhaine, make sure umeenda maombolezi ya Pandei, ndio tushikane na watu wetu wakati huu wa msiba. Karibu. Asante mchungaji. Na matangazo hapa, hii ni ya mwaliko wa wakulima. Kabete Organic Farmers Wangige. Invitation to an organic produce exhibition. Date 1st June 2024. Venue Wangige Market, soko ya mayai. Time saa 4 hadi saa 11. Entry ni free. Tangazo la pili ni shukrani. We, the family of Peter Mbudhia Karanja, would like to thank you for your support, prayers and contribution during the hard times that we had during our mother's, Grace Njeri Mbudhia, funeral arrangements. We highly honor your support and may God bless you abundantly.
tangazo lingine la kifo. Familia ya marehemu James Kamau Garama Kabaka wana huzuni kwa ajili ya kifo cha Leonard Ng'ang'a Kamau ambaye amekufa kule United Kingdom, kilichotokea Jumanne tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu. Jamaa na marafiki wanakutana kwao nyumbani Mwimuto Kitwamba kwa maombi na kutayarisha mazishi ambayo mtajulishwa baadaye. Kutakuwa na maombi Jumapili ya leo saa 9 kwao nyumbani Kitwamba. Tangazo lingine na la serikali, Ministry of Labor and Social Protection, State Department for Social Protection, State Department for Children Services. Hii ni kufungulia watoto account. The Ministry of Labor and Social Protection is planning to undertake 2 important exercises. 1, account opening process for the elderly persons who were registered in the month of September 2023. The beneficiaries will be allowed to open an account with a bank of their choice from the following 5 banks which have been enlisted by the ministry. 1, Equity Bank, Kenya Commercial Bank, Cooperative Bank, Post Bank, and Kenya Women Finance Trust. The exercise is scheduled to start on 20th May 2024 and set to end on 28th May 2024. 2, household registration for the persons with severe disabilities and orphans and vulnerable children who were enlisted in the month of September 2023. Nafikiri kuna tarehe nyingine limepita, lilianza tarehe 22, nitasoma kuanzia tarehe 27. Nataka tukumali pengi 29 wacha. Nyingine si lazima usome locations, wacha yule yako interested na hizo mambo zimesemwa. Sawa. Asije asome hii tabia tutaipanga. Tutakaa hapa tusomea hiyo. Endelea hiyo. Sorry. Sawa. The county government of Kiambu, in collaboration with the national government and the World Bank, is implementing the National Agricultural Value Chain Development Project. This office kindly invites you to the above barasa to be held on zones below. Tasoma tu ya hapa peke yake. Kibichiku zone saa 3, Emmanuel Kibichiku. Na hayo ndiyo matangazo tumekuwa nayo. Bwana abariki. Asante sana. So kwa tupatie wimbo ya kukaribisha mnenaji leo. Evangelist wetu Samek ndiyo anatupatia mahubiri. Samek amekuwa akisoma kule St. Timothy College na amemaliza, na tunamshukuru Mungu kwa sababu atamtenda mema. Naomba tusimame tuweze kupewa wimbo, tumkaribishe aweze kutunenea. Wimbo number 36, Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, haja zote hujua, tukiomba kwa Baba maombi asikia, lakini twajikosesha, twajikosesha
ubaya, kwamba tukiomba Mungu dua atasikia. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia, hufai kuwa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, maombi yasikia. Baba Mungu mwenye nguvu na mwenye utukufu, tunakushukuru kwa kutupenda, kwa kutuita wana wako, kwa kutujali na kutufikiria. Asanti kwa uzima wa mwili, asanti kwa nguvu, asanti kwa hekima, asanti kwa neno lako hadi tunapoenda kulisikia. Baba, zungumza nasi, tusaidie tuelewe na tuweze kuanguka katika shamba ambalo ni fertile na liweze kukua. Wacha imani yetu iweze kuongezeka tukisikia hili neno lako. Wacha tuendelee kuongezeka kwa hekima, na wacha baraka zako ziendelee kuwa nasi. Ni asante kwa yote, umetukuka. Ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Kwa majina wale ambao wanifahamu, sifai mchungaji amesema, sivyo? Nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni mchungaji wa maisha yangu, na sina haya kusema nimeokoka. Wajua watu wanaogopanga kusema wameokoka. Ukienda mahali usiogope, sivyo? Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa wito niweze kumtumikia. Si kwa uwezo wangu. Na pokeeni salamu kutoka kwa familia. Mmezipokea? Najua mnajiuliza hizi ni familia za bibi yake, za wazazi, ni za wazazi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ataleta. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atanipatia nguvu, nitaenda kupata. Bwana Yesu apewe sifa. Asanti sana. Acha nirudishe shukurani za dhati kwa mchungaji wetu kwa kunipatia fursa, na pia kwa kunifunza vizuri hii huduma. Unajua hii huduma kama hujashikwa mkono na hujafunzwa uwezi. He is my favorite teacher. Kama tungekuwa high school, ningesema she is my favorite teacher. Ananifunza huduma. Tuende katika neno letu. Theme ya mwezi huu ni God and Money na grace in giving. Nataka niguzie Sunday iliyopita tumekuwa tukifunzwa kuhusu maombi, sivyo? Leo nataka nifunze mada ambayo si kawaida kufunzwa kwa kanisa, lakini hiyo ndio Mungu aliweka kwa roho yangu niweze kugawana na nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka uambie aliye kando yako, mwambie kuwa tajiri. Kuwa tajiri. Fanyika tajiri. Najua anashangaa, nikuwe tajiri aje? Unajua kwa nini nawaambia kwamba ukuwe tajiri? Kwa sababu Mungu amekupatia uwezo wa kukuwa tajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa tajiri. Na nikiongelea tajiri na maanisha katika mambo yote ya maisha yetu.
ukuwe tajiri katika kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Ukuwe tajiri katika upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukuwe tajiri katika hekima, na ukuwe tajiri katika pesa pia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana Bwana anasema ombi lake na mapenzi yake ni sisi wote tutajirike kwa mambo yote ambayo sisi tunafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Si ukuwe tajiri katika kiroho lakini mfuko imeraruka. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna watu ni tajiri sana kiroho lakini upande mwingine wanafirisika, na haifai kuwa hivyo. Kwa maana Bwana Yesu ndiye alisema utafute ufalme wangu kwanza na nitakuzidishia haya mengi. Kwa hivyo kukua tajiri kiroho inafaa iendanishe na kukua tajiri katika mambo haya mengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikuambia kwamba ukuwe kuwa tajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jamaa mmoja alikuwa mwombezi na alikuwa anapenda Yesu Kristo sana, na kulinyesha kama vile sasa hii kuna nyesha na kuna mafuriko. Kulinyesha sana, kukakuwa na mafuriko, na nyumba alikuwa naishi ikafunikwa na maji ikakuwa mingi. Ilibidi atoroke aende katika mabati juu kwa roof. Jamaa huyu akaomba Mungu, alikuwa mcha Mungu, akamuomba Mungu, naenda kukufa, nisaidie nisizame hapa. Mungu, tuma malaika Mungu. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, jamaa huyu Mungu alimsikia, lakini hakujua ni Mungu, hakujua njia ambayo Mungu amemjibu nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Saa zingine huwa tunaomba lakini tunatarajia Mungu atujibu kwa njia fulani. Jamaa huyu aliendelea kuomba, alafu kidogo kidogo mbao ikakuja ikifloat kwa maji, mbao kubwa sana. Alafu pia boat kwa Kiswahili tunaita aje? Mashua ikakuja. Alafu pia helikopta ikakuja. Kufanya nini? Kusaidia huyu jamaa. Huyu jamaa sasa hawa watu wanamwambia kuja tukusaidie, leta mkono. Anasema hapana Mungu, nangoja Mungu anisaidie. Mungu atanisaidia. Sasa jamaa huyu alizama na akakufa akiambia watu Mungu wangu atanisaidia, atakuja na atanisaidia. Alafu jamaa huyu akaenda mbinguni. Alikuwa na tiketi ya kwenda mbinguni, kwa maana alimwamini Yesu. Alipoenda mbinguni akalalamikia Mungu, akamwambia Mungu, mbona nilikulilia nikakuomba uniokoe huku niokoa? Mungu akamwambia, mimi si nilikuletea mbao, si nilileta boat, na nikaleta nini? Helikopta. Wewe ndiyo hukufanya nini? Haukujituma, imani yako haukuifanyisha kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Ulidhani mimi nitatoka mbinguni nikuje Mungu nikuje hapana. Mungu afanye kazi hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya leo nataka tuwekewe mstari wa 18. Tuwekee mstari wa 18 katika somo letu la adhimu. Kumbukumbu la Torati 8. Asanti. Wacha tuanzishie kuanzia mstari wa 17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. 18. Bali utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Baki hapo kwa 18. Nataka nionyeshe kitu. Kuna hapo mstari, Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Hilo somo kulingana na venye mimi nalisoma saa hii linasema Mungu anakuletea utajiri ama anakupa uwezo wa kupata utajiri?
Bwana Yesu apewe sifa. Anakupa Mungu akuletei utajiri atishika. Mimi naweza taka sana kujua mahali Mungu upeana utajiri niende. Mimi nitaenda. Mahali nasikia Mungu anapeana pesa hivi, mimi naenda, sijaisikia. Labda hizi kanisa za kishetani za Freemason. Huko ndio watu wanapewa utajiri bia bure, si ndio? Lakini Mungu hawezi kupatia hivi pesa cash. Hawezi kunyeshea. Mungu hawezi kunyeshea pesa ama akunyeshea utajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Ama akutengenezee. Mungu hawezi kutengenezea utajiri. He cannot manufacture wealth for you. Lakini jambo ambalo anafanya, anakupa nini? Anakupa uwezo wa kupata utajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana kuna wengi wetu ambao tumedanganywa sana ya kwamba omba Mungu atakupatia Range Rover. Bwana Yesu apewe sifa. Omba Mungu atakupatia nyumba. Hadi wengine wanaambiwa enda tembea, ukiona Range Rover, ukiona Mercedes, enda uguze mkono, sema possess. I possess it, na imiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Huo ni uongo. Ni uende utafute. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amekupatia nguvu. Amekupatia uwezo. Tumeambiwa salama sana na ndugu wetu, mwambie Yesu anaweza yote, si ndio? Amekupatia uwezo na mamlaka. Ni wewe uende utajiri unatafutwa. Bwana Yesu apewe sifa. Unatafutwa kwa nguvu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi ambao hapa wanatafuta, sijui hapa kama mchungaji tuko na watu single, bachelor, ambao wanaomba Mungu, Mungu niletee bibi. Mungu niletee bibi. Mungu, hakuna kitu kaa hiyo, kitu hizi fanyika. Ni uende utafute. Mungu anakupea uwezo wa kwenda kufanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Hadi kutengeneza utajiri. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Ametupatia brains. Bwana Yesu apewe sifa. Ametupatia nini? Hekima tuweze kuzindua mambo makubwa, uweze kuzindua biashara kubwa, uweze kufanya mambo makubwa, lakini si ati akuletee pesa akuangushie hapo. Hii uwezekani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni tuombe Mungu atupatie nini? Atupatie nguvu. Kwa hivyo hata ukiamka asubuhi, ukiomba, ukienda kuomba, ukienda kusali, ambia Mungu, Mungu nipe nguvu. Mungu nipe ujasiri. Na Mungu nilinde. Akikupatia hiyo imetosha. Wewe enda uanze na atabariki kazi ya mikono yako. Kitu kingine ambacho Mungu anafanya, kando na kutupatia uwezo wa kutafuta utajiri, Mungu anatusaidia, anatupatia favor, si ndio? Kuna kitu inaitwa favor. Hilo jambo unafanya ama biashara umefungua kwa kazi yako, anakupatia kibali. Watu wanapenda hiyo kazi yako, si ndio? Watu wanakukubali. Favor ni watu wanakukubali, unatamanika, watu wanakukubali. Unafungua biashara, kuna biashara fulani, mimi naishi Kawangware, naonanga watu ujaa. Watu wanapanganga line kwa hiyo wholesale. Nashinda huyu kwani, na kuna wholesale mingi, kwa nini watu wanataka hapa? Lakini kumbe huyo ni mcha Mungu na Mungu amempatia nini? Favor. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu atakuletea utajiri, atakupatia favor. Watu wakuje wanunue, watu wapende mambo ambayo unafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu kingine Mungu anakupatia, anabariki kazi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Blessing. Na ndio maana Mungu anatumia wachungaji kutubariki. Anabariki kazi yetu. Blessing inamaanisha inafanywa takatifu. Kazi yako inafanywa holy. Blessing inamaanisha kazi yako inalindwa kutokana na muovu shetani. Kwa sababu si mnaelewa, shetani ni wa kuharibu. Shetani hapendi ukifaulu, hapendi kuona ukiendelea. Lakini baraka ya Mungu ikiwa juu yako, ikiwa kwa kazi yako, ikiwa kwa maisha yako, shetani atajaribu kuharibu, hataweza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana kazi yako imebariki na siku yako imebarikiwa. Kitu cha mwisho ambacho Mungu anatupatia ni anatupatia ushindi kushinda shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Anatupatia ushindi wa kukanyagia shetani chini.
Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ametupatia nguvu ya kukanyagia nyoka, shetani kama nyoka hivi. Unamkanyaga, unamwambia shetani, mimi hautaniweza. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo ndio mambo ambayo Mungu ametupatia. Ametupatia Kwa hivyo ni tuendelee kuambia Mwenyezi Mungu, Mungu tupatie uwezo. Uwezo na nguvu ni zako. Alafu na sisi tujitume. Tusikue kama huyo jamaa ambaye anangoja Mungu ashuke amtoe amuokoe, lakini Mungu ametuma usaidizi. Usaidizi tu uko hapo mahali huko. Saa zingine sisi tunafikiria usaidizi uko utatoka juu mbinguni uanguke. Ama saa zingine tunafikiria usaidizi uko mbali, lakini uko nawe karibu. Hivyo ndivyo neno linasema. Ukisoma Romans 10, usaidizi uko kwa kinywa yako, hapo karibu na wewe. Si hata Musa aliambiwa hiyo kijiti umeshika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tutumie ambacho Mungu ametupatia. Na tujue venye Mungu anajibu maombi. Na tuweze kujituma. Kwa maana ametupea nini? Uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mbarikiwe. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Thank you. Utajiri uko karibu na wewe. Kwa hivyo ni wako kunyakua. Mungu akubariki sana. Asante kwa hilo neno. Ni kutoa sadaka sasa. Kwa hivyo kwaya matupatie wimbo, tusimame, tutoe sadaka zetu. Wimbo namba 58, deni yangu ya dhambi. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa, kwake msalabani nilipewa uzima. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Bwana Yesu asema, mwanangu dhaifu, uwezo na ushindi upatie wangu. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Bwana kweli naona, nguvu zako pekee huondoa ukoma, niwe kipya kiumbe. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ulipa fidia kamili ya dhambi zetu. Tunapokaribia mbele zako Baba, twaja kwa shukrani. Twaja tukisema ya kwamba yote tulio nayo ni wewe uliotupa. Na hii ambayo tumetoa Mungu, twaitoa kwako tukisema kazi yako iendelee kupanuka. Na twaomba uweze kubariki kila mkono ambao umetoa, uweze kutubarikia kazi za mikono yetu, na pia uweze kuinua maisha yetu Baba. Tunaomba ya kwamba hata economy ambayo tunasema katika Kenya, ya kwamba mambo yamekuwa magumu, lakini kwako mambo si magumu. Ni kwa maana ya kwamba wewe ubeba mizigo yetu yote. Kwa hivyo bariki hizi na utubariki sisi. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na sasa tumefika kikomo, na waombea baraka. Mungu aenende
kuwabariki na kuwafanya mema. Mungu wa amani, ni asanti kwa kila mmoja. Tumekusanyika kwako, umetulisha, umepokea hata dhabihu zetu. Tunakushukuru Baba kwa kutupatia kibali kufanyika wana wako. Na sasa kila mmoja tunapotoka katika hili nyumba, twaomba tuenende na baraka zako. Twaomba nguvu zako zikaendelee kuonekana katika kila mmoja. Twaomba uguzo wa Roho Mtakatifu. Na sasa amani ya Mungu Baba Mwenyezi Mungu iwalinde nyinyi nyote na nia zenu, ndiposa mkaeze kuendelea kumjua Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ziwe nanyi na zienende nanyi kutoka sasa hata milele. Amen. Bwana Yesu akae nanyi. Mwenende salama, mbarikiwe. Tupewe kwa wimbo wa kumalizia. Wimbo namba 58 ni Salama Rohoni. Nionapo amani ya mashwari, amani yonapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, Ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani ananitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, rohoni, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, parapanda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama,